nazidi kuniumiza kichwa. Kwani huyo dada ana nini? Maana nahisi ndio chanzo cha mimi kugombana na Dante. Bado wewe unataka nikupeleke? Niache kwanza. Sawa, uenda kapumzike. Ila kama ukiwa tayari kunipeleka, basi unipeleke. Na make sure hauwasiliani na Dante. Tena, kaa naye mbali kabisa. Maana nimekupania sana na amepanga kufanya kitu kibaya. Sawa. Hata mimi ni mwandishi wa habari kama ilivyokuwa kwa Dante. Hata mimi nahitaji kutengeneza career yangu kama ilivyokuwa matamanio yake. Lazima niwe wa kwanza kumpata huyu Mvuva ili dunia nzima initambue mimi. Wewe, mtoe password. Sitoi. Mpaka ukubali masharti yangu. Masharti gani? Kwanza, mwacha trafiki usimsumbue. Pili, nataka kwenda kucheza, hivyo pia kwa gari kaniagie aniruhusu kutoka. Hapana Naila. Hayo masharti ni magumu sana, mimi siwezi. Basi kwa heri. Naila usiondoke. Nimekubali masharti yako, lakini toa password kwanza. Niagie kwanza niende. Nikirudi nitatoa password. Sasa Naila, babako akitoa password si atasikia hizo rekodi? Hata yeye hawezi kutoa kwa sababu nimebadilisha za kwake. Nimeka password zangu mimi. Sawa, unatakaje? Nataka kutoka niagie kwa baba na pia usiingie chumba kwangu. Kama nikija nikakuta nimeingia, basi mimi nitampa baba hizi voice. Okay, sawa mtoto wangu mzuri. Nimekuelewa, twende. Naila, mimi nitamwacha na rafiki wako na sitamsumbua. Na nitakwenda sasa kwa babako. Sawa mwanangu? Safi. Ila kaka, wanajeshi sio watu wazuri kabisa. Mimi nalijua hilo. Na ndio maana muda ule nikaokoa roho yangu. Maana niliona umechotwa mtama, kimo cha ngamia, ngona haya. Na safari hii kanipiga sana. Kanipigisha mbizi kwenye maji. Pole sana mdogo wangu. Lakini ndio ukome kutembea na dada wa wanajeshi. Yaani kaka, mimi nimekoma. Kwa hiki kipondo alichonipiga. Sirudi tena. Unasemaga hivyo. Ila akija tu hapo unaregea. Kaka, hapana. Yaani safari hii namkazia. Sitaki tena kumuona. Achana naye bwana. Alafu kaa naye mbali sana. Asije akakusababishia mabalaa tukahangaika bure hapa. Yaani wewe hauna haja hata ya kutoa usia. Kwa kipigo nilichopata. Sirudi. Wow babe jamani. Kumbe una ukimwi. Ndio baby jamani. Nimetoka kupima, niko sawa. Oho, kunyangisi. Nimekumisi baby. Nimegundua siwezi nikaishi bila wewe. Wow jamani. Hata mimi nilikuwa sina la. Muda wote nilikuwa nakuwaza wewe. Babu zenu nitakuja na wakati huyo. Mtembee kama wakati. Halo? Ndugu yangu. Hivi unasema ni nyumba gani ambayo jamaa alikufukuza? Ni ile nyumba pale kwenye kona. Nyumba namba 10 vipi kwani? Hamna kitu kaka. Nataka tu kujua. Sawa, basi ndio hivyo. Haya poa. Kaka. Naam. Naseni kwenye kona hapa. Sawa, tuanzetu. Poa.
Babe, tutaishi maisha mpaka lini? Kakangu hakutaki, kakako anitaki. Kifupi hatutakiwi. Baby, lakini mimi na wewe tunatakana. Ndio. Basi tusisikilize maneno ya watu. Eti. Yaani natamani tuende sehemu ambayo tutakaa wawili tena kwa amani. Basi tuende hivi. Wapi? Mwanangu, tayari nimeshaongea na mtoto na tumemaliza. Sawa, ni vizuri. Alafu Lela alikuwa naomba enda akacheze nje na marafiki zake. Hakuna kwenda majumbani kwa watu. Atulia hapa, angalia katuni. Kuna kuzuri tangu lini bwana? Aiyo. Sisi naomba mtoto enda akacheze. Nimesema hakuna, yaani tangu lini yule anaenda kucheza kwenye majumba ya watu, wewe kama mara ya pili. Tafadhali mwanangu, naomba mruhusu mtoto aende akacheze. Ufunga vifaa vyako vizuri tuanze kushuka. Sawa. Kwa majina naitwa Mr. Promise. Niko hapa kwa ajili ya kuonesha maajabu makubwa sana ya dunia. Katika uchunguzi wangu wa muda mrefu nimekuja kugundua kwamba yule samaki mtu au nguva anaishi katika nyumba hii hapa. Na mimi naenda kuwa mtangazaji wa kwanza kumhoji na kuripoti kuhusu nguva. Kumbuka langu jina ni Mr. Promise. Endelea kuona makala hii mwanzo hadi mwisho. Tafadhali mwanangu, naomba mruhusu mtoto aende akacheze. Lakini una uhakika na huko anapokwenda kucheza? Ndio, kwa rafiki yake napafahamu vizuri tu. Kama unajiridhisha basi sawa, ila Naila unapoenda huko kwa makini na usichelewe kurudi. Basi endelea kuwa na mimi ili kujua ni nini ambacho kinajiri. Na kwa sasa nakwenda kufunga mlango wa geti ili kujua kilichomo. Naam, kama unavyoona kuna mtoto yupo hapa, ngoja tumuulize kidogo. Mtoto ujambo? Sijambo. Mtoto mzuri. Niambie. Nasikia tu ndani kuna nguva. Hivi kweli yupo? Zima kwanza kamera. Lazima kamera kidogo. Niambia mtoto mzuri. Huyo nguva anaishi chumba gani huko ndani? Alikuwepo, kwa sasa ameondoka. Amekwenda wapi? Ameenda baharini kupunga upepo. Kama unamtaka nipeleke, alafu nitakuonesha. Wewe unakaa kule utanionyesha? Ndio. Basi mtoto mzuri, twende. Kaka, nenda na mtoto kubaini mara moja. Kama atapata detail yoyote basi nitakupigia simu. Sawa, mama.
Mtoto mzuri. Unasema kama yuko maeneo haya. Hebu nionyeshe yuko sehemu gani sasa? Nani? Sio Nguva. Aha, ingia huko baharini. Nenda hadi katikati ya bahari. Utakuta wengi tu.